Ninataka nizungumze njia chache za kuzingatia unapotafuta rafiki. Fahamu ya kwamba hata Yesu kuja kwake huku duniani alimhitaji Petro. Yesu alimhitaji Mathayo. Yesu alimhitaji Yohana. Na Mungu kule mbinguni anamhitaji Yesu, anamhitaji Roho Mtakatifu. Yaani mwisho wa siku, you need a partner in life. You need a friend in life. Lakini kuna makosa mengi ambayo wanadamu wanayafanya katika kuchagua marafiki, kuchagua watu wa kuwazunguka. Kwa sababu lazima umzunguke mtu na lazima na wewe uzungukwe na watu. Ila wewe unatakiwa kuzungukwa na watu gani? Hili ni kitu muhimu sana. Kitu cha kwanza cha kuzingatia, ni muhimu sana kuchagua watu ambao wanakuchagua wewe mwenyewe. Yaani usichague kuzungukwa na mtu ambaye anakupinga, mtu ambaye anakukataa. Chagua mtu ambaye anakukubali, anakupenda. Hiyo ni namba moja. Namba mbili, chagua watu ambao wanatamani waone unakuwa. Wanatamani waone unapiga hatua za maisha, hatua za maendeleo. Kuna watu wana wivu. Ukizungumza mambo mazuri wanakaa kimya, hawana wanachochangia. Sio kwamba hawajui waseme nini, ila hawatamani kusikia unaongea habari njema kuhusu maisha yako ya kesho. Kwa siku zote zingatia kuchagua mtu anayekuchagua wewe. Mtu ambaye anakupinga na wewe mpinge. Jambo la tatu, chagua watu ambao wamekuzidi. Yaani ukiwa na watu wawili watatu, kama wewe ndo umewazidi hawa watu wote, it is not okay. It is okay kama kuna watu moja ama wawili, kuna kitu wamekuzidi, kuna kitu wanacho wewe huna. Hii itakusaidia kujifunza. Hii itakusaidia kuwa na hamasa. Yaani lazima wepo mtu anayekuhamasisha kuvuka hatua fulani ya kimaisha, hatua fulani ya kihuduma, hatua fulani ya ukuu chini ya jua. Lakini jambo la nne, chagua watu ambao they are role models to you.